mjadala. Je, kuna manufaa ama faida yoyote ambayo inapatikana hapa? Huyu anachaguliwa. Lakini tukileta halmashauri, tukileta mji, tukileta wilaya, tukiongeza kwa mkoa, tunamaanisha kwamba utendaji kazi moja kwa moja unaenda katika kuwajibika ama wanaletwa watu moja kwa moja. Sawa? Sasa tupo na mheshimiwa diwani. Bado si mambo hayajaisha bado. Mheshimiwa diwani wa kata ya Kigwe, Adon ndio Mabalwe akizungumza na sisi. Mheshimiwa, habari ya asubuhi. Salama tu, habari ya majukumu? Tuko vizuri, mnaendeleaje huko? Tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Hongereni kwa majukumu na kitu kizuri. Bana, sisi tukutakie pia heri ya mwaka mpya, maana hatujawasiliana mwaka toka umeanza. Mimi niache tu. Amina, nashukuru sana. Karibu sana bwana. Tunazungumza mapema sasa, tukasema labda sisi kwenye baraza hapa tunawazua vingine. Tujikite kwenye kata kwa sababu wewe upo kwenye kata. Hii kuanzishwa kwa kata nyingine na chaguzi pia za madiwani zinaenda kuongezeka, inaleta unafuu kumsogezea Mtanzania huyu huduma za kijamii, ama kuna lolote ambalo linaweza likawa linafanya pia tuweze kupiga hatua katika maendeleo yetu kwa taifa? Mimi nadhani kubwa wengi tunapoangalia mipango ya matasa wakati zinapoongezeka huwa tunaangalia kwenye mitazamo. Na hasa huwa tunaona kwamba kama madiwani tunaongeza kupata mzigo mkubwa kama taifa. Ndio. Lakini naamini mimi kuna faida tatu za moja kwa moja ukifanya kwenye mgawanyo wa kata. Kwa mfano kwenye hizi faida nikipitia kwa haraka, jambo la kwanza tunaongeza ajira, lazima tukubaliane. Kuongezeka kwa ajira kwa sababu wanapiga kelele serikali haitoi ajira. Sasa unapoongeza kata maana kwamba unaongeza mfumo wa ajira. Utaongeza watendaji wa kata, utaongeza watendaji wa vijiji, kwa sababu kigawa kata maana kuna vijiji vitazaliwa pia. Ndio. Inawezekana hilo likawepo, lakini pia utaongeza maafisa ambao wanadumu kwenye ngazi ya kata. Maana moja kwa moja itakuwa umeongeza na ukaribu kwa wananchi kupata hizo huduma. Sababu kuna maafisa maendeleo utaongeza hapo, maafisa ugani. Kwa hiyo maana yake tumeshatengeneza eneo ambalo wananchi wanalifikia kwa urahisi. Kwa hiyo na ajira moja kwa moja itakuwa imeongezeka kwa sababu serikali inaajiri pia hao wataalamu. Sawa. Sasa nafikiri wengi wanaangalia kwa maana tumekwenda kuongeza diwani. Ukiangalia faida kuongeza diwani na kuongeza ajira, unaona kabisa kwamba faida kubwa ni kwamba umeshatanua wigo wa ajira kwa kila ambacho tunakipigia kila siku. Kwa sababu unaposema tuongeze ajira maana yake ndio mfumo wenyewe wa kuongeza ajira kwa mtindo kama wa namna hiyo. Lakini pia kuna huduma za jamii. Unakuwa na ile ukubwa, maana yake hata upatikanaji wa huduma jamii unakuwa una changamoto. Kwa mfano, sera ya taifa inazungumza kwamba kila kata lazima iwe na kituo cha afya. Ndio. Maana yake unapokata kata, maana yake kutokana na population ya watu ukubwa wa eneo, maana yake moja kwa moja pale itakulazimika kwa jenga kituo cha afya. Sasa unapojenga kituo cha afya, maana yake pia umesogeza huduma kwa jamii. Na ile ongezeko la ajira linalozungumzia linakuwepo tena kwa sababu lazima waajiri daktari, waajiri nesi. Na taasisi zingine ambazo zinafuatana na kitu kama cha namna hiyo. Lakini pia wakati mwingine kuna hizi shule za sekondari. Kutokana na population, tunasema kila kata iwe na sekondari moja. Ukikata maana kwamba kuna kata itakudai sekondari. Maana lazima utakwenda kujenga, utaongeza miundombinu kutokana na ile sera ambayo inasema hivyo. Kwa hiyo utaenda kuongeza tayari majengo kwa ajili ya watu kupata zile huduma za kijamii. Na ajira inaongezeka pia. Ndio. Lakini pia kama kuna mganyiko, kuna vijiji vimetengwa, maana yake sera inazungumza tu kila kijiji kio kina zahanati, maana yake tayari serikali inazunguka kupeleka zahanati pale. Kwa hiyo na faida zingine kama hizo ambazo zinapatia. Lakini pia kuna kile tunaita mapato ya ndani, maana yake tunakwenda kumguza diwani moja kwa moja. Maana yake pia kuna kuzungumza kwamba diwani ana kazi gani, labda atafute inatoa kila halmashauri na mapato ya ndani, ambayo mapato ya ndani sasa yanatumika kwa ajili ya kuendeleza halmashauri yao. Na ile mapato huwa yanagawanywa kutokana na idadi ya kata. Lakini pia na uchangamfu wa diwani mwenyewe pia huwa ni nyongeza ziada. Ndio. Kwa hiyo mapato ya ndani yanakwenda kupush kile ambacho unaona kwamba kuna sehemu kwangu mimi kuna uhitaji wa jambo fulani. Sina zahanati, na changamoto ya barabara, na changamoto ya maji, na changamoto ya umeme, na changamoto ya vitu fulani. Sasa wewe unatembea kwenye sera ile inayozungumza kwamba tutapeleka umeme vijijini, tutapeleka umeme kwenye vitongoji. Kwa hiyo unapokata kwenye kata yako, maybe inawezekana kwamba miundombinu ilikuwa haijafika katika eneo sahihi zaidi kutokana na ule mkato. Sasa ni rahisi kuiangalia kama kata tena kwa sababu imegawanywa tayari. Lakini general ukizungumza kata kiona ukubwa na kwamba wewe tunataka kuletea mwaka jana, mwaka juzi, sasa wanahesabu kuletea mara ngapi, lakini wanahesabu uhitaji ambao ulioko pale. Kwa hiyo ukikata kata maana yake kwamba tayari
unafanya kwamba zile huduma zinaonekana kwa uwazi zaidi kwamba ile kata tumekata kweli miundombinu si rafiki. Kwa ile pale itakuletea tena ukaribu wa namna gani unaweza kupata miundombinu kutokana na juhudi sasa diwani mwenyewe kuingia kwenye ofisi hii na kuzungumza kwenye baraza. Sasa ukiangalia katika mtazamo chanya, faida ziko nyingi kuliko hasara. Kwa namna ambavyo kama diwani ambaye nimeishi kwa mazingira ya kata kwa miaka 5, haya nimeyaona. Okay. Kwa faida hizo mimi naungana na wewe kwa sababu pia mgawanyo huu unatoka kwenye TAMISEMI. Ndio. Huku kwingine kwenye INEC masuala ya uchaguzi tuachane napo. Hizi faida ambazo zinapatikana, mheshimiwa diwani umesema atakuwa pia ni mwakilishi katika baraza lile la madiwani, lakini pia atashiriki kwenye vikao vya ODC vya kata vile vya maendeleo. Ndio. Kata hazina baadhi ya wataalamu uliowataja kwenye kuongeza kwa ajira. Leo mfano Kigwe imegawanywa, kuna na kata ya Kichangani na Kigwe. Sasa Kigwe ina kila kitu na huduma zake, wataichukua Kigwe sekondari, itakuwa kwenye Kigwe. Zahanati ya kituo cha afya cha Kigwe kiko pale Kigwe. Kichangani kule tunaanza upya. Afisa mtendaji aende pale, Mary au nani, ajira zipatikane. Kuna baadhi ya maeneo hawana hata mtendaji, mheshimiwa diwani. Hizi kata zinaishije? Hili alitambua. Sasa ndio pale tunapokuja kuzungumza kwamba unajua unaweza kuwa na upungufu wa watu watatu kama serikali, kwamba nina kata let's say labda 20, si ndio? Kama serikali katika kata 20 na watendaji let's say labda 16 15. Naam. Kwa hiyo unapoongeza wigo maana yake ule uhitaji unakuwepo. Kwa hiyo unapoongeza wigo wa uhitaji wa watendaji na kunaendelea kupiga kelele maana kwamba taifa msukumo serikali kuendelea kuajiri zaidi, kwa sababu na yeye ndio kwamba namba inakuwa kubwa zaidi kutoka kwa ajili ya watendaji. Kwa sasa hayo yanabaki kama tunazungumza ni masuala ya sera ya kitaifa, lakini kwa sisi tunalenga kitu cha kipekee ni kwamba unapokata maana kwamba lazima hizo huduma zingine na hizo ajira zipatikane. Kwa hiyo changamoto ya ajira ipo si tu kwenye kada ya sehemu moja tunachofikia ukata. Ninafikiri ni issue ambayo ni ya kitaifa zaidi. Ukienda kwenye walimu, ukienda kwa madaktari, ukienda kwa polisi, kwa sababu kuna ombwe bado la watumishi. Kwa hiyo sipingani na nyinyi na kubaliana na nyinyi. Lakini ziko ajira zingine za moja kwa moja ambazo lazima zitapatikana. Kuna sehemu tutamisi, lakini kwa sehemu utapatikana. Kwa hiyo tayari tutakuwa ongeza pia ajira kwa namna ya namna hiyo. Sawa sawa. Naam. La mwisho kama bila umuhimu sana. Naam. Tunaingia. Ndio. Tunashiriki. Unajua kuna kitu kimoja. Ndio. Tunapokitathmini kuingia kwenye chaguzi kuna mambo mawili. Jambo la kwanza kuna maslahi binafsi. Ndio. Ni kweli. Jambo la pili kuna maslahi ya umma, nazungumzia wananchi. Sasa mara nyingi sana huwa naacha wale wanaotumikia waseme kwamba tunaingia na wewe au wewe utufai. Binafsi yangu mimi kwa kutathmini yangu nimetumikia sana umma. Kwa hiyo bado naamini umma wengi sana wanahitaji kwamba niingie kwa ajili ya kutumikia. Kwa majaliwa Mwenyezi Mungu akipenda nitaingia, kwa sababu na nini wananchi bado wanahitaji, kwa sababu tufanya nao kazi vizuri kwa miaka 5. Kwa hiyo nadhani kwangu hilo sio changamoto kubwa sana. Tunashukuru sana mheshimiwa. Niwashukuru sana na kuona kipindi chema. Shukrani sana. Bwana mheshimiwa diwani katutoa